Movie inaanza, mrembo anaingia hotelini. Bahati mbaya anagongana na mhudumu na vinywaji vinamwagikia. Mrembo anafoka, mambo gani unafanya sasa? Mhudumu ambaye anaitwa Kesi anajaribu kumwomba msamaha. Hivi samani yako itasaidia nini wakati ushanichafua? Kesi akamwomba msamaha na kumwomba akamnunulie nguo nyingine ili aweze kubadilisha. Kesi akamwambia naomba unisubiri. Mrembo akamuuliza kama ana pesa ya kununua gauni lingine. Usijali, nitakununulia lingine. Kesi akaenda kumnunulia gauni lingine chap chap. Mrembo akawa anajifuta kinywaji katika nguo yake. Baada ya muda mfupi Kesi naye akaingia akiwa na mfuko wa nguo mkononi. Mrembo baada ya kufungua mfuko akakutana na nguo na kumuuliza, umejuaje kwamba hii ni rangi inayonipendeza? Sikujua, ila niliona tu itakupendeza. Kesi akamwambia bafu la kubadilishia nguo lipo kule, na kama haitokufiti nitaenda kukubadilishia tena. Mrembo akanyanyuka na kwenda kubadilisha. Cha ajabu, baada ya kubadilisha hiyo nguo mrembo ikamfiti ile kinoma noma. Akamsogelea Kesi na kumwambia asante. Mrembo akamuuliza ni kiasi gani hii nguo? Usijali, haina haja kunirudishia pesa. Mrembo akacheka akamwambia, wewe ni maskini, kwa nini unapenda kuingia gharama isiyokuwa ya msingi? Akamwambia mimi ni mwanaume, mfanyie mwanamke ni haki yangu. Kesi akamuuliza utakaa hapa au kule ili nikuletea unachotaka? Akamwambia nitakaa hapa hapa, kuna mtu namsubiri. Wakati anaenda kukaa akamuuliza samani, unaitwa nani? Akamjibu Kesi. Akamwambia samani Kesi kwa kilichotokea. Kesi akamwacha mrembo na kuondoka zake na kuendelea na majukumu yake. Wakati Kesi anarudi nyumbani akamwona msichana anahangaika na gari. Akamsalimia na kumuuliza nini tatizo? Akamwambia bado sijajua. Je, umempigia mechanic? Hapana. Vipi, unaweza kunipa funguo nikusaidie? Mrembo akampatia funguo Kesi, akaingia mpaka ndani ya gari na kupiga starter gari. Baada ya kutoka kwenye gari akamwambia tatizo litakuwa kwenye betri. Kesi akaokota kijiwe na kukiweka kwenye betri ili waya ukaze na kumwambia aingie kwenye gari awashe tena. Mrembo akatekenya gari kawaka. Mrembo akafurahi sana na kushuka kwenye gari na kumsogelea Kesi. Kesi akamwambia utamwambia fundi wako akaze nate, maana mimi nimeshindwa kukaza kwa mkono. Mrembo akamuuliza umejuaje kama tatizo lipo kwenye betri na hauna gari? Akamwambia ni story ndefu. Mrembo akamwomba nafasi kama anaweza atafute sehemu nzuri wazungumze. Kesi akamwambia haina shida. Mrembo akamwambia Kesi ingia kwenye gari twende. Baada ya mazungumzo akarudi nyumbani. Vaileta akamwambia dada yake kwamba nimekutana na kijana maskini ni handsome, kanimaliza kabisa. Mbona maajabu, wewe toka lini ukawa mpenzi wa vijana maskini? Akamwambia baada ya kupitia yote niliyoyapitia sasa hivi nataka kujaribu testi mpya kabisa. Dada yake akamshangaa akamwambia nataka niwe na mwanaume anayenijali, kunipenda, pia niwe na hisia naye. Dada yake naye alikutana na Kesi kwenye mgawa bila kujua mwanaume anayemzungumzia ni Kesi. Akataka ushauri kwa dada yake. Dada yake Scarlett akamwambia ni bora kufuata hisia na matamanio yako yanataka nini, huenda huyo ndio mume wako wa maisha yako. Vaileta akamuuliza dada yake vipi kuhusu Mike? Akamwambia Mike alimfumania